Karibu kwenye habari kwa undani, kipindi tunachochambua kwa kina, habari kuu na kuelezea maana yake kwako kwa uwazi na utulivu. Leo tunaangazia taarifa mpya kutoka Benki ya Dunia kuhusu uchumi wa Kenya na jinsi unavyoweza kukuathiri. Mnamo Mei tarehe 27 mwezi ni wa 2025, Benki ya Dunia ilitoa ripoti ya hali ya uchumi wa Kenya ikipunguza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa mwaka huu hadi 4.5. Hii ni kushuka kutoka makadirio ya awali ya zaidi ya 5%. Lakini kwa nini uchumi unakuwa kwa kasi ndogo? Hebu tuchambue. Kwanza, deni la umma la Kenya limefikia 65.5 ya pato la taifa, yani GDP. Hii ina maana kuwa sehemu kubwa ya mapato ya serikali inatumika kulipa madeni na riba badala ya huduma muhimu kama shule, hospitali au barabara. Pili, viwango vya riba viko juu. Hali hii inafanya iwe ghali kwa wafanyabiashara na wananchi kukopa fedha. Kampuni zinapunguza uwekezaji na wananchi wanapunguza matumizi. Tatu ni kuwa mikopo kwa sekta binafsi inapungua. Mwishoni mwa mwaka wa 2024, mikopo kwa wafanyabiashara na watu binafsi ilishuka kwa 1.4 ikilinganishwa na ongezeko la karibu 14% mwaka uliopita. Mikopo hiyo inaathiri sekta muhimu kama viwanda, fedha na madini ambazo hutegemea mikopo kuendelea kukua na kuajiri watu. Benki ndogo ndogo pia zimeanza kukumbwa na ongezeko la mikopo isiyolipwa. Kwa hivyo Benki ya Dunia inapendekeza nini? Benki inapendekeza kuwa wanataka serikali iangalie upya sera zake za kodi, sio na tija, na iongeze mapato ya ndani. Lengo ni kupunguza utegemezi wa madeni na kurejesha imani ya wawekezaji. Lakini si habari mbaya tu. Benki ya Dunia bado inaamini kuwa ikiwa Kenya haitakumbwa na misukosuko mikubwa ya kisiasa au kiuchumi, uchumi unaweza kurejea kwenye ukuaji wa 5% au zaidi ndani ya miaka miwili ijayo. Miradi tu sera sahihi ziwekwe sasa. Lakini haya yanamaanisha nini kwako? Iwe wewe ni mfanyabiashara mdogo, mtafuta kazi au unaendesha bajeti ya familia. Takwimu hizi kubwa zinaathiri namna pesa inavyotembea katika uchumi na maisha ya kila siku. Huo ndio uchambuzi wetu kwa leo. Je, umehisi mabadiliko haya binafsi kama ugumu wa mikopo, kupanda kwa gharama au biashara kufifia? Tuma maoni yako kwetu. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Joshua Mutunga.